Mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya Mwanga wa Dunia, nikukaribishe tena katika wiki hili ambalo tunaangazia mada inayosema kusikia na kuelewa sauti ya Mungu. Kusikia na kuelewa sauti ya Mungu. Nikukaribisha, usisahau kusubscribe channel yetu, lakini pia usisahau kucomment na kushare video hii kwa watu wengine waweze kubarikiwa. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu tena kwenye wiki hii. Asante sana, nimekaribia. Naam, na tuambie habari za huko utokako. Habari za huko nitokako ni njema, Mungu ni mwema. Naam. Tunaendelea vizuri. Naam, karibu tufungulie kipindi chetu kwa maombi, alafu moja kwa moja tuende kwenye mada. Karibu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Mungu kwa sababu ya wiki hii tena ambao umetukutanisha mahali hapa kwa ajili ya ujumbe wako. Tunajiweka mikononi mwako Bwana, tunaomba neema yako ikapate kutufunika. Namwombea msikilizaji na mtazamaji wetu, Baba akapokee nguvu kupitia kipindi hiki. Asante Yesu kwa sababu utakuwa nasi tangu mwanzo huu mpaka utakapomaliza. Tunaomba neema yako ikatufunike. Ni kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu sana. Mada inasema kuisikia na kuielewa sauti ya Mungu. Kuisikia na kuielewa sauti ya Mungu. Hii sauti ya Mungu mtu anaisikieje? Na ni ipi? Karibu. Labda tuanzie kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza. Yes. Sura ya 3. Yes. Kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 7. Yes. Hiyo ndio kiini kikubwa cha somo hili. Yes. Kwamba Samueli aliwahi kuitwa na Mungu. Yeah. Mara ya kwanza, mara ya pili, mpaka mara ya 3 ndio akapata ufafanuzi kutoka kwa kuhani Eli. Yes. Kwamba sasa utakapoitwa, yes, sema nena, maana mtumishi wako anasikia. Yes. Hiki ni kiwango kikubwa cha mtu kutokuielewa sauti ya Mungu. Yes. Sauti ya Mungu unaweza ukaielewa au sielewe. Ni kutokana na jinsi ambavyo unauelewa. Yes. Kuhusu sauti ya Mungu. Kwa hiyo kuisikia ni jambo lingine na kuielewa ni jambo lingine. Yeah. Na ili mtu aweze kuielewa lazima awe kaisikia. Na ili mtu aweze kusikia lazima awe ameielewa kwanza. Awe ameielewa. Maana unaweza akakuita au akakusemesha ukasikia, lakini kama utaelewa huwezi kuchukua hatua yoyote. Na turudi hapo hapo kwa habari ya Samueli. Ile sauti ilikuwa ni sauti ya alihisi labda ni sauti ya yule kuhani Eli. Ndio maana alimfuata akamwambia. Kwa hiyo inaonekana hakuielewa ile sauti ni ya nani. Hakuielewa. Yes. Yeah. Na mpaka ilivyorudia mara ya 3 pia hakuelewa. Hakuielewa. Na ni kwa namna gani basi mtu anaweza akaisikia sauti ya Mungu kwenye maisha yake? Mtu kama mtu kwa leo hii. Okay, Biblia inasema katika Waefeso 1:18. Yes. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Yes. Maana yake kwenye moyo kuna macho. Yes. Ambayo lazima yatiwe nuru. Yes. Na yale macho ya moyo yakitiwa nuru, lazima sauti ya Mungu naweza kuisikia na ukaielewa. Yes. Na tunashauri tu kwamba wakati mwingine kama usikii na kuielewa sauti ya Mungu, yes, ni kiwango chako tu akijafikia. Lakini kwa mtu ambaye ana kiwango chake cha kiroho, yes, kimekuwa, yes, lazima ajifunze nitaisikiaje sauti ya Mungu. Maana usiposikia sauti ya Mungu, maana yake utaenda kusikotakiwa kabisa. Yes. Utakosa mwongozo. Yes. Yeah. Na turudi hapo. Sauti hii labda kwa mtazamaji wetu ambaye anayetutazama. Kwa mfano, tolee mfano, mtu anataka kufanya biashara. Akawaza kufanya biashara. Anaweza kaisikia sauti ya Mungu ikamwambia nenda pale ukauze choroko au nenda pale ukafungue duka la nguo. Hili jambo lipo kwa sasa. Yeah. Unajua habari ya kufanikiwa, yes, ni jambo la kimungu. Yes. Habari ya kufanikiwa sio jambo la kawaida tu, jambo la kimungu. Yes. Hii mada ya kufanikiwa imebebwa kwa pande mbili. Kwa sababu hata shetani aliwahi kumwambia Yesu, nisujudie kidogo tu. Nami nitakupa vyote uvionavyo. Yes. Maana yake hiyo mada pia inaweza ikabebwa kwa upande wa pili. Yes. Lakini hasa Mungu ndiye aliyebeba mada ya kufanikiwa.
Yes. Kwa hiyo Mungu anaweza kukuongoza kwenye kufanikiwa kwako. Yes. Hiyo iko wazi kabisa, hata kiBiblia. Yes. Yeah. Kwa hiyo mtu anaweza akasikia sauti ya Mungu inamwambia fanya kitu fulani. Na akafanya na akafanikiwa. Sasa ni mbinu gani ambazo mtu anazitumia ili kuweza kuisikia sauti ya Mungu? Mtu aliyeokoka atumie mbinu gani ili amsikie hapa ni Mungu anaongea na hapa ni mtu anaongea? Asante mtangazaji. Yes. Mungu ana njia nyingi za kuongea na mtu. Yes. Na Mungu anapoongea na mtu, inaweza usiwe unatumia mbinu yoyote ya kibinadamu. Yes. Lakini Mungu anaweza. Ayubu, ukisoma kitabu cha Ayubu 33:14, yes, Biblia inasema Mungu anaweza akaongea mara ya kwanza, ya pili na ya tatu. Yes. Na anaweza akaongea kwa njia ya ndoto, anaweza akaongea kwa njia ya maono. Yes. Anaweza akaongea kwa njia ya sauti, anaweza akaongea kwa njia ya watumishi wa Mungu, anaweza akaongea kwa njia ya maandiko. Yes. Na mambo kadha wa kadha. Mungu anaweza akazungumza na mtu. Yeah. Swala la muhimu linalotakiwa ni wewe, je, unaielewa sauti ya Mungu? Yes. Je, unaisikia sauti ya Mungu? Maana kusikia na jambo moja, kuelewa ni jambo la pili. Yeah. Na ni namna gani ambavyo mtu anaweza akasaidika kuzitofautisha hizi sauti? Sauti ya dunia, sauti ya Mungu au sauti ya mtu? Yaani anawezaje kuzipambanua hizi sauti kwa kumsaidia pia mtazamaji wetu? Yeah. Labda nitoe tu, maana mimi pia ni mwalimu wa theolojia, niseme tu kitheolojia kwamba yeah, Mungu huwa anazungumza zaidi ya mara moja. Yes. Anarudia. Usiposikia. Lakini pia wakati mwingine Mungu ana njia zake, yes, za kuzungumza. Yes. Na Mungu anapofikia kuzungumza kwa mtu mwenye ufahamu wa kimungu, lazima atajua tu hapa ni Mungu, yes, hapa ni nafsi. Yes. Katika Mhubiri Biblia inasema ndoto huja kwa ajili ya shughuli nyingi. Kwa hiyo wakati mwingine kuna sauti kabisa unajua hii ni ya nafsi kutokana na jinsi ilivyokuja. Yes. Wakati mwingine unaweza labda nitoe mfano. Yes. Wewe ulikuwa mchana ulikuwa nafanya biashara. Yes. Mtu ukawa na mdai mtu change. Yes. Alafu labda kwenye ndoto ukaoteshwa na mdai yule mtu change. Yes. Maana yake hiyo inakuonyesha tu kwamba ni kile kitu cha mchana. Yes. Lakini Mungu anaweza akazungumza tofauti na mawazo yako, tofauti na akili yako, yes, na tofauti na chochote ambacho unakifahamu. Maana yes, Mungu huwa analeta vitu vipya ambavyo hatuvijui. Yes. Yeah. Na ni changamoto gani za kiroho ambazo zinaweza kuzuia mtu kusikia sauti ya Mungu? Okay. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 28. Yes. Baada ya Samueli kufa. Yes. Sauli aliyumba sana. Yes. Na alipomuuliza Mungu, Mungu hakujibu kwa ndoto wala kwa maono. Amen. Lakini kilichofanya Mungu asiseme kabisa ni kwa sababu ya uovu wa taifa. Uovu wa taifa. Na uovu wa Sauli mwenyewe. Yes. Na hii ilimsababisha akaenda kuuliza kwa waganga wa kienyeji. Alienda kuuliza kule Endori. Kwa mama mmoja alikuwa anaitwa ni mwaguzi. Yes. Kwa hiyo wakati mwingine hali zetu zinatufanya Mungu asiongee na sisi. Yes. Unapokuwa na hali ambayo haiko sawasawa mbele za Mungu, kuna uwezekano mkubwa kabisa Mungu kushindwa kuzungumza na wewe. Yeah. Na ni njia gani ambazo mtu anaweza kuisikia sauti ya Mungu akiwa kama mtu aliyeokoka? Njia zipi ambazo kwa kupitia hizo Mungu anaongea? Yeah. Mungu anaweza akazungumza na wewe ukiwa kwenye maombi. Unajua sio kwamba Mungu anazungumza kiajabu sana. Yes. Mungu anazungumza kwenye nia. Yeah. Kuna kitu ndani ya mtu kinaitwa nia. Yes. Mungu anakuja kwenye nia yako. Yes. Sauti ya Mungu inaweza ikaja kama wazo la papo kwa papo laloingia kwenye nia yako. Yes. Lakini pia sauti ya Mungu inaweza ikaja kupitia andiko. Yes. Lakini sauti ya Mungu inaweza ikaja kupitia mahubiri. Yes. Kama tunavyozungumza hapa. Amen. Lakini sauti ya Mungu inaweza ikasema na wewe kupitia
manabii, watumishi wa Mungu. Yes. Lakini sauti ya Mungu inaweza ikazungumza na wewe hata kupitia mazingira unayoishi. Yes. Na mambo kadha wa kadha yanayofanana na hayo. Na kuna wale watu ambao wanakutana na mambo mbalimbali. Unakuta mtu kaja kwa mtu anamwambia mwenzie kwamba Mungu anasema au Mungu ameniambia nikwambie hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Huyu mtu anabidi apimeje huyu mtu, kwa sababu hakuepo wakati ule mtu anaambiwa na Mungu. Labda aliambiwa usiku, aliambiwa mchana, vyovyote vile ananifuata labda mimi. Mungu ameniambia Bwana Mzava kuhusu hichi na hichi na hichi na hichi na hichi. Mimi napimaje hapa? Huyu mtu ni kweli ameambiwa na Mungu au inabidi niamini tu kwa sababu yamkini kweli Mungu ameongea naye? Hiyo inasumbua watu wengi sana. Na wanashindwa kuamini. Yes. Unajua Biblia inasema Mungu ana njia yake kwenye upepo wa kisulisuli. Kwenye upepo wa kisulisuli. Ana njia yake. Yes. Na habari kwamba Mungu amezungumza na mtu akakuletea habari. Yes. Utaaminije? Yes. Maana yake kama Mungu amesema. Yes. Kama mtu amesema Mungu amesema naye, una shida gani mtangazaji? Yes. Inabidi uamini. Uamini. Kwa sababu Mungu amehusishwa. Mungu amehusishwa. Yes. Na ninaamini Mungu kama akisema kitu kitatimia. Unajua muda ni kipimo. Mtu amekwambia Mungu amesema naye, muda ni kipimo cha kuamini kwamba Mungu amesema naye. Isipokuwa anapokuambia kwamba Mungu amesema naye kuhusu jambo fulani, kwa sababu ni Mungu amesema, usimkatalie. Yes. Kuna karama 9 za Roho Mtakatifu. Yes. Kuna karama inaitwa ya kupambanua roho. Kupambanua roho. Inawezekana una karama ya kupambanua roho, utajuaje? Kwa hiyo karama sasa inabidi niwe nayo mimi. Kama mimi niliambiwa ujumbe huo. Unaweza usiwe nayo. Yes. Lakini Mungu akisema amesema amini. Yes. Isipokuwa kipimo ni muda kwamba Mungu alisema. Yes. Yeah. Na tunawezaje kujifunza na kukuza uwezo wetu na wa kupambanua hizi sauti sasa katika kipindi cha majaribu au kile kipindi kizito ambacho mtu ana msongo wa mawazo? Bado Mungu anaweza kuzungumza na wewe. Katikati ya majaribu anazungumza. Akazungumza na wewe. Lakini Mungu anaweza kuzungumza na wewe kwenye mambo mazuri pia. Ukiwa katika hali nzuri, anaweza kuzungumza nawe. Lakini sauti ya Mungu utaijua kwa sababu Mungu akisema kuna mabadiliko. Yani kuna namna unajisikia tu kwamba hapa ni Mungu. Hata nafsi yako inamjua Mungu. Yes. Unajua wewe ulitengenezwa na Mungu. Yes. Kwa hiyo Mungu anajua kabisa Mungu akija kwenye nafsi yako, lazima nafsi yako ina reaction, inajua kwamba hapa nani anazungumza. Yes. Na turudi kwenye zile lakini pia shetani akija kwenye nafsi yako, lazima ujue hapa ni nani anazungumza. Yes. Na kuna zile scenario unakuta mtu anaambiwa na mwenzie au rafiki yake ambaye naye pia akaokoka, anamwambia bwana, mimi nimeona au ni manake kuona, manake yale macho yake ya ndani yametiwa nuru, ameona labda kijijini kwetu kuko hivi, kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi. Huyu mtu akakutana na mtu kama huyo, unawezaje kumsaidia mtu anayepitia mambo kama hayo? Aamini ile sauti inayomwambia au aipimeje kama hii ni sauti ya kweli? Nilitangulia kuambia kwamba mwanadamu ndani mwake kuna sehemu ya Mungu. Yes. Na ile sehemu ya Mungu inapowasiliana na Mungu, kwa vyovyote anajitambua. Yes. Kwamba hapa Mungu amesema. Hapa Mungu hajasema. Hapa Mungu hajasema. Yes. Hapa ni mimi. Yes. Na ile hali ya kujitambua inamfanya moja kwa moja mwanadamu azitambue hizi sauti. Lakini zaidi akisaidiwa na neno la Mungu. Yes. Na nafikiri kwa mazungumzo hayo mtazamaji wetu atakuwa amepata kitu kutoka kwenye mada ya leo hii. Tuambie nini wito wako kwa mtu ambaye anatazama sasa hivi juu ya namna ya kuzisikia sauti, lakini pia kuisikia sauti na kuielewa sauti ya Mungu kwenye maisha yake, na zipi faida ambazo atazipata endapo atatulia kusikia sauti na kuelewa sauti ya Mungu? Karibu. Asante sana.
Nianze na faida. Yes. Faida atakayopata kusikia na kuielewa sauti ya Mungu, kwanza atajua mwelekeo. Mwelekeo wapi anaenda? Wapi niende? Yes. Atajua nini nifanye na kwa wakati gani. Yes. Lakini ataepushwa na mambo mbalimbali ikiwepo ajali, balaa, kwa sababu Mungu ana tabia ya kuongea na mtu kabla ya kitu kutokea. Amosi sura ya 3 nafikiri mstari ule wa 7. Yes. Anasema Mungu atafanya jambo lolote bila kuwajulisha watumishi wake manabii. Yes. Kwa hiyo naamini ukiwa na ile hali ya kusikia sauti ya Mungu, una mafanikio makubwa sana. Yes. Ya kiroho na hata ya kimwili. Yes. Maana Mungu ana tabia ya kuongea kila wakati. Anapotaka kufanya kitu kwa mtu lazima aseme naye. Lazima aseme. Na hii si uongo. Kuna watu wengine hawaamini kwamba Mungu anaongea. Mungu anaongea. Yes. Na hiyo iwe wazi kabisa kwamba Mungu anazungumza na anaweza kuzungumzana. Tuna evidence kwenye Biblia. Yes. Alizungumza na kina Musa, alizungumza na kina Joshua, alizungumza na kina Paulo na watu mbalimbali ambao tunawasoma kwenye vitabu vitakatifu. Yes. Na hata sasa Mungu anazungumza. Hata saa hii Mungu anaweza akasema na wewe. Yes. Ni wewe tu kuweka moyo wako wazi. Yes. Kwa hiyo wito wangu na wasi watu wamsikilize Mungu. Yes. Na waitambue sauti ya Mungu. Yes. Na kama kuna mtu atauliza swali jinsi gani ataweza kuitambua sauti ya Mungu, tamjibu vizuri tu. Yes. Yeah. Na mpenzi mtazamaji, naamini utakuwa umebarikiwa sana na kipindi cha leo, na nikusi tena usubscribe channel yetu kama bado hujasubscribe. Kuna neno limeandikwa subscribe lina rangi nyekundu, limeandikwa subscribe. Ukilibonyeza hilo basi unakuwa tayari umesha subscribe, na wakati tunaweka vipindi utakuwa unapata meseji au unapata notification inayokuambia kwamba kuna kipindi kipi ambacho tumekiweka. Lakini tukukumbushe kwamba kila wiki tutakuwa tuna kipindi kimoja kutoka hapa kwenye channel ya Mwanga wa Dunia. Ndio maana tunakusisitiza uweze kusubscribe ili tunapoweka kipindi usipitwe na kile ambacho tunakuwa tumekiweka katika channel hii. Basi kwa nukta hiyo mimi sina la ziada, nikutakie utazamaji mwema wa kipindi kingine. Mungu na kubariki sana. Shalom, shalom. Barikiwa sana. Amen.